zangu Waislamu, tunaendelea katika kipindi chetu. Tulielezea madhambi mawili. Dhambi la kwanza tulielezea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyopita katika vipindi vilivyopita. Tukaja katika dhambi la pili, kuasi wazazi wawili, lakini leo tunakusudia kulielezea dhambi la tatu ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelieleza kwa kusema wa qawlu zur, mtu kuongea maneno ya uzushi, kumsingizia mwenzako, kuzusha maneno yaliyokuwa ya uongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatilia mkazo jambo hili kutokana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema kwamba endapo akikujilieni mtu yoyote na habari yoyote, kwanza takeni ubainifu wa habari yake, takeni ushahidi wa habari yake, ili yasije kukupateni madhara, kuwa ni fitna ikaingia kwenu nyinyi. Ndugu zangu Waislamu, madhambi mengi tunayoyafanya sasa hivi ni kutokana na uzushi, kuzushiana, kuongeana maneno yasiyofaa. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa madhambi yatakayotuingiza katika moto wa Jahannam ni kuutumia ubaya huu ulimi. Ulimi ukiutumia ubaya, basi utakupeleka katika njia iliyokuwa mbaya. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba kila mwanadamu anapoamka asubuhi, viungo vyote vya huyu mwanadamu vyote vinaenda katika ulimi wake. Vikishafika katika ule ulimi, vile viungo vinasema kuuambia ule ulimi, ewe ulimi, inistakamta, endapo ukinyooka wewe, ukiwa wewe ni mwenye kunyoka, ukiutumia ulimi wako wewe kwa uzuri kabisa, basi na sisi istakamna, tutanyooka. Lakini ukiutumia ulimi wako kwa ubaya, basi na sisi tutapinda. Ndiyo viungo vinamwambia ulimi kwamba inistakamta, endapo ukinyooka wewe ulimi, istakamna, na sisi tutanyooka. Wa in wajajta, na endapo ukipinda wewe ulimi, wajajna, na sisi tutapinda. Ndugu zangu Waislamu, kwa viungo vinashtaki katika ulimi. Kwa hiyo ulimi ndio kiungo kikubwa kabisa ambacho mwanadamu anabidi akihifadhi. Bila ya kuhifadhi ulimi wako, utaingia katika hasara. Kisa kimoja kimeelezwa katika zama zilizopita. Mfalme mmoja alikuwa na mtumishi wake. Huyu mtumishi, siku moja palichinjwa mnyama, panasemekana kwamba ni mnyama mbuzi aliyechinjwa katika sehemu hiyo. Mfalme akamwambia mtumishi wake kwamba ninakuomba uende ukaniletee nyama nzuri zaidi kuliko nyama zingine. Yule mtumishi akaenda kwa yule mbuzi kwenda kutafuta nyama iliyokuwa nzuri zaidi. Yeye akachukua nyama ya ulimi, akaenda kumpelekea yule mkuu wake, bosi wake. Lakini yule bosi akaichukua ile nyama, akaipika, akaila. Lakini siku nyingine akachinjwa tena mnyama, akamwambia nenda kanichukulie nyama iliyokuwa nzuri zaidi kuliko nyama nyingine. Yule mtumishi akaenda kwa yule mnyama, akaenda kuchukua nyama ile ile aliyoichukua mwanzo, nyama ya ulimi. Akamletea yule mkuu wake, bosi wake. Lakini yule bosi akashangaa, kwa nini mwanzo nilikuambia uniletee nyama nzuri ukaniletea ulimi, lakini sasa ninakwambia niletee nyama mbaya unaniletea ulimi? Kuna kitu gani? Mtumishi akamwambia kwamba huu ulimi huu ukiutumia kwa uzuri, kama haukuwasema watu kwa ubaya, haukueneza uzushi, haukueneza mambo mabaya, basi utasalimika kutokana na mauzi, hautouzika wewe kutokana na mambo mengine. Lakini ukiutumia ubaya, utauzika. Imamu wetu anasema, Imamu Shafi, wangapi waliokuwa katika makaburi yao kutokana na visemwa vya ulimi wao. Ulimi umewaangamiza wengi, mambo ambayo hawakuwa ni wenye kuhitajika kuyasema mambo hayo, lakini kwa kutumia ndimi zao mpaka sasa hawapo. Lakini wangapi wamesalimika kutokana na milimi yao kwa kuzihifadhi ndimi zao, kutoyazungumza mambo ambayo hayawahusu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man dakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma yarudhihi, mtu ambaye anayeingia katika vitu ambavyo visivyomuhusu, basi mtu huyu atapata mambo ambayo yanayomuhusu. Kwa hiyo tushikamane na hadithi hii, mambo matatu tuliyoyataja ndugu zangu. Jambo la kwanza, tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, tusiwaasi wazazi wawili. Lakini jambo la tatu, tusizushiane maneno yaliyokuwa hayafai. Tusiongee mambo ya uzushi, kuzusha, kutoa maneno huku kupeleka sehemu nyingine, haifai, ni tabia mbaya. Ndugu zangu Waislamu, mpaka muda mwingine insha Allah tutaendelea na vipindi vyetu. Endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Masjid Uthman ibn Affan biidhnillah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.